kulelewa kwa malezi mazuri ya heshima. Mtoto pale unamfunza masomo kule anaenda kwenye darasa. Lakini darasa sana mtoto anakuwa iko pamoja na mzazi mwanamke. Mzazi mwanamke ndio anampatia kwanza mtoto mafunzo mazuri. Ukikutana mzazi mwanamke anaanza kutoa maneno machafu, kumtukana mtoto iko pale. Hali gani penzi msikilizaji wa Radio Black FM popote ulipo, natumai yuko salama salimina kwa siku ya leo ya tarehe 8 mwezi wa 6 2022. Ndani ya mjengo wa Radio Black FM 94.9 penzi msikilizaji, au Black Media huko YouTube, Facebook, Instagram pote. Natumai YouTube, Instagram, natumai mnatupata live bila chenga yoyote. Ni kipindi chako kinakuja kila siku Ijumatatu hadi Ijumaa, muda wa saa 3 kamili hadi muda wa saa 4 kamili. Sham Sham za Pwani penzi msikilizaji, nikwambie nikujuze tu ni Sham Sham za asubuhi njema. Nitoe shukrani za dhati kwa wale tutangulia hapa ndani ya studio mjengo huu wa Radio Babu Kubwa Black FM. Bashiri Ndundi akishirikiana na Armela vile penzi msikilizaji. Ni saa 3:07 ndani ya mjengo wa Radio Black FM 94.9. Radio haina mpinzani wowote, radio ya kijanja, radio ya kibabe, radio yangu, radio yako, radio ya sote. Anakwambia huyo ni Jesus, anakwambia nguo ya kuwazima. From hapa nyumbani Burundi, Bujumbura penzi msikilizaji, ni bendi la Jasmine Mahababa wa Dogo Mel Dollar, anakwambia nguo ya kuwazima. Najua penzi msikilizaji mnazoea watu wote mnatupata njemba 3, wanawake 3, lakini nikujuze tu kama tuko njemba ya wanawake wawili msikilizaji wetu. Mwenzetu iko kwenye maandalizi ya shughuli za ndoa vile, iko kwenye likizo, lakini nikujuze tu kama kipindi hizi siku za usoni tunaongoza tuko wanawake wawili penzi msikilizaji. Natumai mambo mazuri hayataki haraka. Acha basi nimwambie mwenzangu karibu sana za asubuhi. Salama, asante sana. Naam, ni kama kawaida yetu ndani ya Black FM 94.9. Ni mimi Adita la Delphine naongea. Naam, tunapatikana masafa ya Black FM 94.9. Ukipenda tukute Black Media, ukipitia Black Media, ukipitia YouTube, Facebook, Instagram, tatukuta njemba 2. Naam, tumtakie tu rahma. Tumtakie tu maandalizi ya ndoa njema penzi msikilizaji. Hapo tarehe 18 kwenye Gogiva, kwenye ukumbi wa Gogiva ndio shughuli zake za ndoa zitakuwa pale msikilizaji wetu. Natumai mambo mazuri kabisa. Wewe shabiki wa rahma, mpenzi msikilizaji wa rahma, basi muunge mkono mwene sambamba kabisa penzi msikilizaji. Nikujuze tu kama muda tu mchache, dakika 2 natia mada yetu mezani. Ni charmante penzi msikilizaji, japokuwa wengi wanazoea tu sauti hata kama sijatoa jina langu, lakini wengi walishasikia sauti yangu ya charmante. Acha basi usikilize maneno ya mkosaji vile. Maneno ya mkosaji anakuambia huyu ni malkia wa mzee Yusuf penzi msikilizaji, huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumetoka hapa kwetu nyumbani tunaingia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Acha basi umsikilize kidogo afu tunatia mada yetu mezani, ili mimi na wewe msikilizaji wetu natusikia 94.9 tuchangie mada yetu ya siku ya leo Jumatano ya tarehe 8 mwezi wa 6 2022. Anakwambia maneno ya mkosaji penzi msikilizaji, usinizarau. Umenizarau ukaniona siko wa maana, lakini mimi niko tu wa maana kwa uwezo wa manane vile msikilizaji wetu. Maneno ya mkosaji, wazuri wako wengi sana. Anakwambia Leila Rashid huyo na malkia wa mzee Yusufu.
Acha basi upandishe mada mezani, topiki yetu ya leo. Ipandishe ishie wapi jamani? Ishie basi hapa kwenye hapa kwenye Black FM. Naam, kama kawaida ni kipindi na mada yetu ya leo ni hivi: vipi mzazi analazimika kumlea mwanae? Vipi mzazi analazimika kumlea mwanae? Mpenzi msikilizaji, natumai mada yetu ndio kama hiyo mezani. Wewe kama wewe msikilizaji wetu unatutegea sikio muda kama huyu, mwenzangu Dolphine anakuambia vipi mzazi analazimika kumlea mwanae. Mimi kwa upande wangu mimi Charmante, mzazi analazimika kumlea mwanae kunako maadili mazuri. Unaona? Ndio. Mzazi anapaswa kumlea mwanae kunako maadili mazuri, msikilizaji wangu. Maadili mazuri. Na maadili mazuri nayo ni ipi? Cha kwanza mimi naweza nikasema kumjua Mwenyezi Mungu. Mlee mwanao, mtie mwanao kwenye, yani umpatie kwenye imani ya dini. Kama wewe uko Muislamu, mlee kwanza mwanae, mfunze kwanza dini yako inasema nini. Na kama wewe hauko Muislamu, mfunze dini yako inasema nini kama uko Mkristo. Hicho ni cha kwanza sana, maana sisi wazazi huwa unazaa tu haujui kumpatia malezi mtoto. Unajua tu ni kumpa chakula, kwenda kwa masomo na kurudi. Lakini ujue cha kwanza ajue kwanza Mungu wako. Ajue kwanza wewe uko Muislamu je au uko Mkristo. Lazima ujue dini yako, maana kesho kuto unaweza kukutana na watu wakakuuliza katika dini yako mtoto umelelewa katika maadili gani ya Kiislamu, kwenye dini ya Kiislamu au dini ya Kikristo. Amjue kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi naweza nikasema cha pili kuwa mtoto lazima awe na heshima. Heshima kwa watu, kujamii. Sio heshima tu kwa mzazi. Lazima umheshimie mdogo mkubwa. Mtoto anapaswa kulelewa kwa malezi mazuri ya heshima. Mtoto pale unamfunza masomo kule anaenda kwenye darasa. Lakini darasa sana mtoto anakuwa iko pamoja na mzazi mwanamke. Mzazi mwanamke ndio anampatia kwanza mtoto mafunzo mazuri. Ukikutana mzazi mwanamke anaanza kutoa maneno machafu, kumtukana mtu, mtoto iko pale. Unaona? Mtoto na yataenda na ile akili mamangu anasema gaichi. Hajui kama kile kitu kitamzuru mtoto. Unaona? Mimi naweza nikasema tena kingine, mtoto mfunze kuwa mkweli. Mtoto msemi uongo. Mtoto mfunze kuwa mkweli. Maana ukiwa mkweli kwenye jamii itakuwa vizuri. Sio kuchukua mtoto kumfunza maneno ya uongo. Sijui unanambia aje mwenzangu? Umesema kumfunza dini mtoto, kumfundisha ukweli na pia umesema heshima. Ndio, heshima kwa watu. Na kingine kuwa karibu na mtoto. Na kwa sababu unaweza kumwambia hivyo vyote asiwe naye care. Asiwe na ile care. Kile ukiwa karibu na mtoto muda wote unampa ushauri sana. Mtoto ndo ile heshima ataijua, ndo ile dini ataitambua, na uongo atakuwa anasema uongo, atasema ukweli. Mimi napendelea tu watu tu kama wazazi wakuwe karibu na watoto wao, kwa sababu ule ukaribu wa mzazi na mwanae ndio unamfanya mtoto awe na mapenzi. Ndio ataheshimu watu kutokana na mzazi kuwa karibu naye. Kuna mzazi ana huyo muda, anakwambia sana pata kila kitu, anakula, anavaa, analala, anakuwa amemaliza. Kumbe unakuwa hujamaliza. Na ile kuwa karibu na mwanao, unampa ushauri ni kikubwa zaidi. Mimi naona tu niseme tu ni hivyo. Yaani kuna wazazi wengine wanaamka zao asubuhi, anaenda zake kazini, anarudi usiku. Wanapana neno Waswahili wanasema mtoto anastahili, yani ni sheria kulelewa na wazazi wawili. Mtoto akilelewa na mzazi mmoja pana itilafu kidogo. Lakini mimi niseme unaweza ukalelewa na mzazi mmoja au mama au baba, mtoto akakuwa na hikma, mtoto akakuwa na akili, mtoto akakuwa anajua kitu gani kinahitaji. Sijakata. Kili wazazi unakutana mzazi mmoja, mtoto analelewa na mzazi mmoja, mwingine hayupo. Akikutana na ule mzazi mwenye amlei, anamuongeza chuki, au ule anamlea anamuongeza chuki kwa mzazi wa pili, upande wa pili.
unakutana ile mtoto kweli anakuwa kwa maadili mazuri, lakini anakuwa na kile kinyongo, anashinda tu kusema tu. Pako watu wako hivyo. Acha basi tuwapatie fursa wasikilizaji wetu wa 94.9 jijini Bujumbura ili wachangie mada yetu, topiki yetu ya leo, siku ya leo tarehe 8 za mwezi wa 6 2022. Pezi msikilizaji.